Nini kimpa? Umenimwagia mikojo alafu unacheka. Pole mwanangu jamani. Kwani si mikojo yangu tu, mtu anapenda, anataka. Leo hii unasingizia mtoto. Mtoto ambaye yupo tumboni. Ndio anafurahi kwamba mimi nimwagiwa mkojo. Tena usi mkojo wako mwenyewe. Kidogo tu nakumwagia. Kasema leo nataka babake amsikie mke mkojo. Lakini Nakia vizuri. Upo serious kabisa? Mimi napenda. Alafu umenimwagia mkojo. Naongea hapo nacheka. Mtoto yupo tumboni. Bado hajazaliwa. Ndio nataka mimi nioge mikojo yako. Mume wangu. Unajua na hii hali. Sina uwezo wa kwenda mbali. Wewe niteseke. Sijafanya makusudi. Unimwagie mimi. Upo serious? Bwana tuachane na haya. Usinisimage. Kama unaona ni hali nzuri nikupe wewe na wewe bebe. Hivi unajua unachokiongea wewe? Unajua maana yake? Basi tuachane na haya. Achana na mambo ya nini yote tunanayo. Leo unataka kesho. Nini tena? Wewe msikize. Kenge. Supu ya kenge mwanangu, nataka kula supu ya kenge, supu yenyewe changamka. Unaona kidini? Unasikia? Unajua supu ya kenge wewe? Mwanangu anataka supu ya kenge. Ushakula samaki zote ushamaliza. Hapa nimeanza kuelewa. Ndio maana wazazi wetu wanasema mkitaka kuoa rudini nyumbani kuoa. Wewe sio bure. Umenimwagia mikojo. Unaona haitoshi. Unaniambia supu ya kenge. Supu ya kenge taipata wapi mimi? Na hii mimba inataka kweli supu ya kenge? Baba nakujua kama nini. Sitaki maneno mengi. Ufanye hivyo. Urudi hapa na supu. Uingie ndani wewe. Bila supu. Sasa mke wangu. Baba. Supu ya kenge ndio unakanyaga hapa na ndio utaingia huko ndani. Basi nibadilishe nguo sasa. Wewe, nenda hivyo unaingia vizuri. Jamani. Hata kama ni mimba. Mimba kweli supu ya kenge. Basi kwa sababu natamani mtoto nipate, haina shida. Kaka, ndiye mdogo wako. Mdogo wako hapa nilipofikia nahisi kuchoka. Tangu mke wangu awe mjamzito, imekuwa shida ndani ya nyumba. Leo hiki, kesho kile, kesho. Yaani mpaka hapa nilipofikia nimechoka. Natamani tu hata mimba ile, yaani bora itoe. Nimechoka kaka. Sidhani kama wanawake wote wenye mimba wanasumbua waume zao kama hivi ninavyosumbuliwa mimi. Unacheka? Kaka unacheka? Ndogo wangu, ukisikia ukubwa, huo ndo ukubwa sasa. Ukisikia neno majukumu, hayo ndo majukumu ya mwanamke akiwa mjamzito. Kaka unaongea wewe hivyo kwa sababu hujui nayoyapitia. Hujui tu. Hivi ngoja nikuulize. Hivi kuna mwanamke mwenye mimba akataka mume wake, yani kila siku anapika mume wake. Kila siku anapika mume wake. Hilo dogo. Mpaka wakati mwingine atajua anataka supu ya wanyama ambao hata majina siwajui. Hii si makusudio. Na bado yeye akifanya tukio lolote lile la kuniumiza, yeye anachukulia simple tu. Ni kweli nilikuwa natamani mtoto. Na yule anajua fika mimi sina mtoto na nilikuwa natamani. Kwa hii mimba naona kama natumia kama ndio Grace sasa mimi ya kuniendesha. Na hapa nilipofikia nawaza kwamba mimba itoe. No, acha. Simkosee Mungu. Usimkosee Mungu kabisa. No, naona itoe kwa sababu ni shida tu sasa. Sioni furaha ya kuwa na mtoto. Ndogo wangu, sikia nikwambie kitu moja. Usifike huko ndogo wangu. Ila mimi cha kushauri, na nimechoka sana. Nenda nyumbani kapumzike. Tutakutana kesho. Okay, sawa kaka. Wacha nikapumzike. Hamna shida. Sawa.
Wewe mwanaume? Hebu unaosha masaa ngapi? Ni haraka mimi tena nyuma. Afu kuna nguo hapa nitapikaje na masa ndio kaziosha. Unaweza kanipikia mimi nasikia njaa. Sasa anakia pika tu baba yake. Unaweza kanipikia na njaa sana. Ala ndugu wangu. Shoga. Usiniambie. Kwa hiyo shule ni leo? Hii jamani. Ikosa. Hii hali. Yaani mimba hii inanisumbua na nikera. Yaani nakosa shule ndugu wangu hivi. Isingekuwa lili tumbo yani bwana kunipa lili mimba kanikomaa. Yaani ningekuwa kwanza shoga yangu kufika sina nijua nimependa chengeza. Shida hii hali. Yaani sipendi inanichosha imenichosha mitamita. Kwa hiyo ndugu wangu. Halo. Unasusa? Wewe susa tumbo utaviosha hivi. Lakini usahau kuna njaa kapike. Wewe susa lakini ugali pika. Saizi Simba ipo nzuri tu. Hamna timu pale. Simba. Saizi ipo vizuri. Ndio, hamna timu pale. Wewe, Pale hamna timu. unajua Simba nini? Tafuta timu ya kushabikia. Saizi kuna kombe la dunia saizi linacheza pale. Acha na mambo tuna Simba si na Yanga. Hamna timu hapo. Wewe. Sasa saizi mimi nyumbani naitwa Baba Kija. Sasa hivi mtoto tazaliwa. Bibi, mimi saizi naitwa mzee mtarajiwa. Saizi maisha safi kabisa saizi. Sasa mimi wewe mwanaume maisha safi. Mimi kama nitateseka. Wewe unapiga simu za Yanga na Simba. Yanga nyuma. Mimi ngoja nipana kwa leo. Utaanzia asubuhi umeondoka nyumbani sijala chochote. Nimekwambia nitie supu. Kwa nini hujafika? Hujaleta supu yangu. Basi shemeji basi. Shemeji. Samahani basi. Nini na wewe? Naomba tuyazungumze. Samahani shemeji. Bila samahani, hebu nataka. Naomba tuyaongee vizuri. tuongee. Inaonekana wewe kufanya makosa, naomba siongee vizuri basi. Mwachie na kuomba shemeji. Maki na hapa tuko kituo kijiweni. Nishukuru. Sasa ndugu wangu, kwa nini unaondoka nyumbani bila kuacha kitu chochote? Mke wako mjamzito. Alafu unaondoka nyumbani hata hela ya mboga hujaacha. Unategemea nini sasa? Maisha yako hivyo. Unapoondoka nyumbani, acha kila kitu afu ndio uondoke. Usifanye hivyo siku nyingine. Shemeji, mimi namjua huyo. Anachokifanya nakijua mimi. Ndio naishi naye ndio mume wangu. Sasa mume mwingine hii kesi. Wewe na yeye kesi yenu. Nataka supu hapa hivi. Shirikianeni. Ndaenda mashariki, kaskazini, magharibi mlete supu. Sasa nataka supu. Supu ya nyoka. Iji hapa. Haraka. Naenda nyumbani. Nikitema mate. Kabla hajakauka, supu ishafika. Nimemaliza na naondoka. Ndugu wangu, kama ndo mwanamke ana mimba hivyo, nataka supu ya nyoka. Mimi ningekusaidia. Sasa ile supu ya nyoka tunaenda kuipata wapi sasa? Sasa kaka, mimi sijui nifanye nini sasa. Kwa sababu hii hali sio ya kawaida. Na hiyo supu ya nyoka tutaitoa wapi? Kile mashida tujue jinsi ya kuongea naye. Najua hapo iko asida. Nitakuja nyumbani kwenu. Kaka, niende bila supu? Kama tu hapa tu kijiweni amenikuda hivi. Kaka, hebu nikuombe kaka. Hebu nisaidie basi. Tutafute hiyo. Tupate supu ya nyoka kaka. Hapana. Mimi nyumbani siwezi kurudi. Sasa hiyo supu ya nyoka sisi tutaipatia wapi? Au mwenzao mwe uwinda wa nyoka? Tutafute kama popote kuna kipori, tutawinda nyoka. Tukimpata, mimi mwenyewe nitapata ujasiri wa kumuua. Sawa ndugu yangu, hii sio kesi. Twende.
Hiyo. Ngoja nichukue nafasi ya kushukuru kwa sababu umekuwa sehemu ya kufariji sana maisha kwa yanayopitia akili yangu, kwa sababu kwa akili zangu kuna muda nikawa najiuliza, hivi ni mke wangu tu hivi wote wenye mimba wanaweza kawa hivi au wananifanyia makusudi? Lakini kaka, huko nitoka. Nashukuru sana kwa hiyo kaka. Wewe si rafiki yangu, ni kama ndugu. Unaona, umetoka mbali sana hadi kukufikia ni Mungu mwenyewe ndiye anajua. Na isitoshe hili swala leo inaweza kuwa kwangu, kesho kwako. Ni swala kawaida tu. Usinishukuru sana ndio kumshukuru Mungu. Unatakiwa umshukuru Mungu, sio mimi tena. Unajua nini? Najua umeongea kwamba nimshukuru Mungu. Of course Mungu anastahili. Lakini wewe lazima nipe shukrani za dhati. Kwa sababu mimi kwa haya nilikuwa napitia sikuyajua kama mwanangu sijui tena mimba ya kwanza. Kwa sababu kuna vitu ambavyo anavifanyia mpaka nahisi huyu anacheza na akili zangu. Kama tunaona supu ya nyoka. Sasa naona kama ni makusudi, kuna siku kanimwagia mikojo. Afanya anacheka anachukua simu. Kuna muda anaongea yani simu zingine akiongea na marafiki zake yani unajua nilichukua maamuzi kwamba naona bora atoe mimba. Lakini wewe umenishauri sana. Umenishauri, umenijenga. Mpaka sasa naona hali ya kawaida. Majuzi tu kanituma supu ya kenge. Utaipata wapi? Lakini wewe ukaniambia achana na hilo. So, nashukuru sana kaka. Sisi kashangaa mke wako sio kujifungua. Kuna kaupendo fulani kamepungua, hiyo kale kaupendo kameenda kwa mtoto. Unatakiwa ishi kwa kiundo kwa. Mtachukua sana. Hapana. Ni sana ifai. Basi haya kwa ina shida. Haya shukrani pamoja sana. Haya. Mende. Mangu. Mende. Hizi mbio sababu ya Mende. Mende kafanya. Gani Mende? Kafanyaje? Kati ya Mende na nyoka, kipi hatari zaidi? Ndio Mende ndani. Ndio maana mimi nakuuliza, kati ya Mende na nyoka, kipi hatari? Kama mimi umenituma kwamba nikatafute nyoka, leo hii wewe unakimbia ndani eti Mende. Upo serious? Nimesha. Kijacho nataka unywe supu ya Mende niliyekuwa baba, si ndio? Shika kwanza supu. Supu ya nyoka hiyo. Mimi nakwambia nyoka, sio nyoka mzima. Supu. Hii supu ya nyoka. Astaki tena mgeni. Shaga hiyo. Hayo makusudi. Sasa nikimuua huyo Mende, supu yake lazima. Basi tu kwa sababu najua natamani mtoto. Laiti ningekuwa na mtoto wa kwanza au wa pili, huyo ungeona kikwanga chake. Nione. Ninakaa jeuri kama make. Nini? Mtoto wetu mwanangu. Kafanyaje? Mkaa. Sijui. Hebu tulia basi. Sijui. Nahisi damu. Sijui mwanangu umetokea tu ghafla. Taratibu basi. Basi. Mwanangu. Mtoto wetu. Nakuomba nyumbani mara moja. Simeja kwa naumwa.
Ndio nakuomba kaka. Hapa nyumbani njoo. Njoo haraka basi. Jitahidi basi nakuomba kakaangu. Njoo kaka hapa nyumbani. Nakuomba kakaangu, jitahidi basi njoo muda huu. Ananipenda. Makija msumbufu, makija sitaki vipake, atoe. Ateweka. Wewe. Kwa hivyo fanya nini madhara? Basi tuninjoy. Alamba. Wewe mwanamke, tunakupeleka utanichwana. Shemeji. Samahani kwa haya ambayo nitayaongea. Kama nitakuwa nakukosea ama nawakosea ndani ya nyumba yenu, bila nisamehe tu. Kuna kitu naweza kufanya maigizo lakini sio ya uzito. Ni watu wekemee kwako ili hata wengine wapate kuona. Mwenzako ananipigia simu nilichanganyikiwa. Alafu nafika sehemu ya tukio nakuta una tomato umeweka chini na umejimwagia na ekti. Kwa nini na ekti? Haya, wakati tukio limetokea pale kulikuwa na majirani zenu walikuja kuangalia. Ni picha gani ambayo unaileta kwa majirani zako? Wakatupa katika hali. Ndogo wangu nikuombe kitu kimoja. Siku nyingine akifanya kama hivi, usikate tamaa kuja kumkimbilia. Wewe njoo mkimbilie, msikilize, muangalie. Na mimi nataka nikushauri shemeji yangu. Cha kwanza muombe msamaha mume wako kwa hichi ambacho umekifanya. Cha pili ni kwamba huu ni ushauri hata na wewe unaweza kuwapa wenzako. Kwamba mwanamke anapokuwa mjamzito anakuwa na tabia za kukataa chakula hiki, nataka hiki. Kazi sifanye, nafanya hii. Shughuli ngumu sifanye, nafanya shughuli nyepesi. Ndivyo unatakiwa kufanya, lakini sio kitendo kama kile. Natoa somo hata kwa watu wengine ambao na jamii kama ya kwako, ambao na hali kama ya kwako, wasije kufanya siku nyingine kwa waume zao kwa kitendo kama hicho cha kuweka kitu ambacho ni cha kifo. Maandiko matakatifu yanakataa. Hata ukimkuta mwenzako nawe toa semina kwa mwenzako. Deka, mwambie sitaki kula wali, nitakula ndizi, sitaki kula ugali. Hivyo ndio vitu ambavyo vinatakiwa, lakini sio kwa hiki hapa hiki. Nielewe shemeji. Ndugu wangu, nikuombe kitu kingine. Hata kama kideka sana, hivyo ndio vitu ambavyo vinatakiwa kwa mwanaume avifanye. Mwanaume yeyote ambaye mke wake yuko katika hali ya ujauzito, cha kwanza anatakiwa azingatie lishe ya mwanamke, alafu cha pili azingatie kliniki ya mwanamke. Maki unapoenda kliniki ndipo unapojifunza mambo mengi. Nina imani mdogo wangu hata wewe ndio uende na mke wako kliniki. Ndio maana pengine shemeji anafanya mambo kama hayo. Samahani shemeji. Najua nimekosea. Nilikuwa nafanya tunajua tuteseke wote na mume wangu ni hii hali inapitia. Siku hiyo nitakuwa mbaya kiasi hicho. Samahani shemeji na mume wangu naomba msamaha. Shemeji yangu msamaha sana. Sitarudia tena. Basi usilie. Usilie. Kwanza mimi nitangulize shukrani kwako kaka kwa kujali sana pale ninapokuhitaji. Najua wewe ni mtu ambaye wa karibu sana kwenye majukumu yangu, shida zangu, taabu zangu. Na ndio maana muda mwingi nakupigia simu kakangu. Mambo mengi yametokea sana juu ya wewe mke wangu. Nilikuwa nakulalamikia kaka. Na uliniambia kwamba ni hali ya mimba. Tazama hili lilikuwa limetokea. Ila mimi natamani akiomba msamaha maanishi toka moyoni.
Kuna wakati wanaume tunazikimbia ndoa zetu kwa sababu ya haya, au tunaweza tukakimbia mimba kuilea kwa sababu ya hizi changamoto, kwa sababu wanachukua kama fimbo. Akijua mume wangu anataka mtoto, kuna vitu anajiongezea. Kaka, una watoto, najua ulipitia nini kwa mkeo ambaye ndo shemeji yangu. Mimi nadhani sina maneno mengi, naomba mimi niwaache alafu nikaendelea na majukumu mengine. Karibu tena. Asante, msijali. Karibu nafika shemeji. Asante shemeji. Siku nyingine. Sija siku nyingine. Kusindikize kidogo. Asante kijana, asante. Baki na shemeji wake, nasema kununua machungwa. Asante sana. Haya. Mtu wangu sijali. Kuwa na amani. Asante mume wangu. Kama nakupenda baki jacho wangu. Ila sio tabia nzuri. Sitafanya tena. Muone macho yake.